God is good. All the time. And all the time. God is good. And that is His nature. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Happy Labor Day. Kwa wakati huu tutasimama niite kikundi cha sifa na kuabudu ikatupe sifa tunapoendelea kuabudu na kushukuru Mungu sababu ya kuwa hai wakati huu na sababu ya kazi ambazo ametupa. So praise team, come forward and give us that particular session. Amen. Praise God, church. Anaweza, anaweza. Anaweza mwana Mungu. Anaweza. Anaweza, anaweza. Anaweza mwana Mungu. Anaweza, anaweza. Anaweza mwana Mungu. Anaweza. Anaweza, anaweza. Anaweza mwana Mungu. Anaweza. Anaweza. Anaweza mwana wa Mungu. Anaweza. 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 Anaweza mwana wa Mungu. Ainua, ainua.
for such a time as this. Unaweza inua mikono yako mwambie Bwana ya kwamba siku ya leo ambao tunasherehekea siku ya watenda kazi, naomba ubariki kazi ya mikono yangu, ukanipa kibali ambao kinachokana na kwako. Bwana ukafungua moyo wangu ili nikawa mtenda kazi pamoja na wewe. For this is a great call that God has given unto us, that he who created the heavens and the earth and everything that is within, he has called us to be co-workers with him, who is able to stand and be counted as worthy of such a high calling, of such a great calling that has been instituted unto us. Unless the Lord favors us, unless the Lord goes ahead with us and makes the works of our hands to be prosperous, we may not be able to achieve that which is kingdom mandate. Father, we thank you for this day. As we continue, Father, to pray that in this very place that your kingdom will continue to be evidence in our midst, in the name of Jesus Christ. Father, we thank you and we worship you. We glorify your name for who you are in our midst, for the way that, God, you have continued to be lifted up in our midst. And even as we continue, Father, praying, the Lord, you may bless the work of our hands. And even, God, you may continue granting us divine rest when we are weary and when we feel exhausted. And also, Father, you may grant us the joy that comes from the benefits of the labors that we do. We want to thank you for every one of us who are gathered here, and even for those who are following us online, that this beautiful morning and this day, and wherever this message is heard, the Lord, it will cause there to be a blessedness in the hearts of your people. For this is our humble prayer of faith, in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen, amen. We appreciate the praise team. Thank you so much for guiding us well. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Tunataka kushukuru Mungu sana kwa sababu ya ibada hii ambao pengine ni ya kipekee sana kwa wengi wetu, just gathering us here. We figured out that most of us may not make to the stadium where Atuori will be delivering the speech, and so it is good that we gather here. Anatusikia venye Mungu anatuambia, ili pia wenye wataweza kwenda kwenye stadium tutawapatia ruhusa ya kufanya hivyo, lakini pia kuzidi tu kusherehekea and to remind ourselves that we are co-workers with God. And therefore, this morning in a few minutes, I just want us to think through co-workers with God. Ya kwamba Mungu wetu, yeye, tukisoma katika kitabu cha Mwanzo, tunaona jinsi ambavyo alifanya kazi, na kuna mwandishi mmoja anasema ya kwamba God got his hands dirty. Ya kwamba Mungu alichafua mikono yake wakati ambapo aliamua kumuumba mwanadamu kutokana na udongo, and he made his hands dirty. And after creating that which is beautiful and that which we see, akatupatia a mandate, ama akatuita na kutuambia kwamba tuwe watenda kazi pamoja na yeye. Na unajua hili ni jukumu kubwa sana. Maybe I have mentioned this to a number of people that we interact with, but I don't know what fascinates you of all the creation. Kati ya viumbe vyote na uumbaji wa Mungu, sijui ni nini ambacho huwa inakusisimua sana. You can just share with your neighbor. Ni kazi gani unaona Mungu alifanya, unaona hii kama si mimi kama ni mimi singeifanya hivi, hii inanishangaza. Ni nini kwa hasa? I am particularly fascinated by giraffe. Of all the creation, including human beings, I'm fascinated by giraffe. I don't know what fascinates you. Maybe it is a specific type of a tree. Maybe it is how plants grow. But you see, if you look at the creation and the work that God put into it, it is fascinating. I'm fascinated by how plants grow. Unaweza imagine venye mimea huwa inakuwa. By the mmea ukiota unakuwa na matawi kama mangapi? A normal seed inachipua ikuwa na matawi kama mangapi? Around how many leaves? 2 or 3 ikishoot. Venye inaendelea kuwa kubwa, matawi inafanya nini? Inaongezeka. Imagine Mungu hakutumia hiyo technology kuumba mwanadamu. Kwa sababu kama sasa unaona ulizaliwa na masikio mbili, ungekuwa na ngapi saa hii kulingana na miaka yako? Kuna watu sasa wangekuwa wamefunikwa na masikio. Ikiwa Mungu alitumia technology ya venye mimea inachipua na kuongezeka matawi. This is a worker. This is somebody who was diligent in what he was doing. He was purposeful in all wisdom.
And therefore, it is such a great honor that God, the Creator and the greatest worker, that He calls us to be His co-workers in creation. So whatever our hands and our minds and our daily tasks we find to do, we know that all these things are rooted in His divine purpose. Ya kwamba ni katika kusudi la Mungu mambo ambayo tunayafanya kila siku yanatendeka. Na kwa hivyo mniruhusu tu kwa dakika chache tuweze kuona jambo moja ama mawili ambayo yatatuwezesha kuchukulia kazi ambayo Mungu ametupatia kufanya kila siku kwa makini zaidi. Number one is to recognize that God is the original worker. And I have alluded that from the book of Genesis chapter 1, that God worked, He created the heavens and the earth, and He orders out of the chaos kuwe na mambo ambayo ni maridadi. Kwa siku 6 akafanya kazi, na siku ya 7 akapumzika. Umewahi jiuliza ni kwa nini Mungu alipumzika? Mungu ni kuchoka, alichoka by the way. Was God so tired that He had to take rest on the Sabbath day? Because He's divine. So He did not rest out of fatigue, but He rested so that He can establish a rhythm or a dignity or a purpose or a system that there is both work and rest. Na kwa hivyo tunapo pia sherehekea kutenda kazi, ni vizuri pia we always create a balance between how we work and how we rest. Because some of us, we don't take rest. And I usually challenge, especially those who are in the private sector, when they are self-employed, wakati mwingine hatupumziki. Watu wenye wameajiriwa wanajazaga leave. Sasa wewe kwa duka yako utajazia nani leave? Kwa shamba yako utajazia nani leave na magugu inakungojea? Na kwa hivyo ni vizuri always to balance and to know that in working, even God rested. Not because He was fatigued, but because as much as work is a blessing, so is rest. Jinsi ambavyo kazi ni baraka, hivyo ndivyo kupumzika ni baraka. Na kwa hivyo, I usually encourage people, one of the ways that God allows us to rest, even when we take a break and come and worship. Na huwa naambia watu ya kwamba hayo masaa mawili ambao unakuja kanisani, ikiwa wewe ni mama, hebu siku moja jaribu kukaa kwa kiti yako kwa nyumba 2 hours, wenye huo unakaa kanisani. Jaribu tu siku moja useme, leo nitakaa, unaona venye naenda church 2 hours, nitakaa hapa. Nitakaa, na nikifanya kazi kubwa ni kusimama, alafu nakaa chini. Ukisimama unaona kikombe yenye haikuwa, kuna mtu aliacha kikombe mahali. Unasema nitaondoa tu kikombe nikuje nikae chini. Pale unaenda kuweka kikombe unakuta kuna sufuria iliwekwa mahali haikuwa inastahili kuwekwa. Unachukua sufuria, ukirudisha sufuria unakutana na kijiko. You cannot rest. So it is good. And part of why God brings His people together to worship is so that also we can be able to rest. And that rest is that which is divine, that we can be rejuvenated, that we can gain a fresh mandate and zeal in the things that we do. So Mungu baada ya kufanya kazi alipumzika. Na ningependa kusisitiza hivi ya kwamba mapumziko ni ya kiungu jinsi ambavyo kazi pia ni ya kiungu. But also because God is the original worker, and it was read to us here from the book of Psalms chapter 90, the Bible says, may the favor of God, our God, may the favor of the Lord our God rest on us, establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Na kwa hivyo inaashiria ya kwamba kazi ambazo tunazifanya kwa mikono yetu, kiini chake ni Mungu. Bwana asifiwe. Ya kwamba kazi za mikono yetu kiini chake ni Mungu, kwa sababu hawezi ambia Mungu abariki kitu ambacho hakitokani na yeye. And the works that we do, it is demanded and it is required of us that God may establish them. Why is God establishing them? Because they emanate from Him. Na kwa hivyo ni vizuri kujua God is the original worker and He desires both work and rest, and we receive the blessings from Him because that which we do, it comes from God. The second thing that I want us to reflect upon is from Ecclesiastes chapter 3, verse 9 to 13. Solomon, na sio chairman wa kama wetu, huyo Solomon aliandika
ini Ecclesiastes, anauliza, hivi ndio anasema, what do workers gain from their toil? In Ecclesiastes chapter 3 verse 9. So anauliza, wafanyikazi wanafaidika na nini kutokana na jasho lao na kazi ambao wanaifanya? Na pia anazidi kuangalia na kusema ya kwamba katika maisha haya mwanadamu, it is everything God does endures forever, including giving us an opportunity to work with our hands. Na kwa hivyo anasema ya kwamba ni vizuri kila mmoja wetu ale na anywe na afurahie kazi na jasho la mikono yake kama kipawa cha Mungu. That is Ecclesiastes chapter 3 verse 13. Everyone may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is a gift of God. My brothers and sisters, kuna watu ambao hawajui kufurahia jasho lao. Kuna parokia moja ambaye nilikuwa na hudumu, na nimehudumu parokia nyingi, so hauta guess ni gani. Na kuna mtu mmoja ambaye aliniambia, actually he was a chairman of development, akaniambia venye alienda wakakunywa chai pahali na mzee anaitwa Simeon kwa mkahawa, na mzee anaitisha chai na mandazi. Halafu akaangalia mzee akaona ni kama hayuko comfortable sana. Akamuuliza, na mzee alikuwa baba yake mkubwa, akamwambia, mzee, na unaonekana kama uko na wasiwasi kidogo. Akamwambia, kuna wale watu tunafanya biashara na wao walikuwa hapa na nilipa ile pesa walikuwa nayo kwa muda mrefu. Akamwambia, oh, that's good. Wamekupatia, kwani ilikuwa ngapi? Milioni 1. Akamwambia, oh, wow, ni vizuri sana. Alafu akamwambia, na niko nayo hapa. Huyo mzee alistuka sana, akamwambia, ngoja kidogo, uko na milioni 1 hapa tunakula chai na mandazi. Na uko na milioni 1 kwa hiyo koti yako. Aliambia waliacha hiyo chai hapo. Kwanza wakaenda kwa bank, akamwambia, mzee, hatuwezi maliza chai. Kwanza to deposit hii pesa, alafu sasa tuulizane chai na mandazi. The Bible says that everyone may eat and drink and find satisfaction in all their toil, because this is a gift of God. And it is good to appreciate the toil. And it is good to appreciate and to find satisfaction in the work that we do. I don't mean that we become extravagant, na tuwe watu ambao we are not good stewards, lakini pia ni vizuri kufurahia kazi ya mikono yako. Ni vizuri kufurahia jasho lako once in a while. Hata kama ni hapo kwako nyumbani, wewe tengeneza chakula vizuri, wekelea kwa meza. Siku hiyo tafuta uma na kisu ya kwako tu hapo hivi. Tafuta uma na kisu na utafute kakitambaa uweke hapa. Hapo tu uweke hapa hivi. Na utafute serviette 2. Wacha kusema ati mnatumia serviette vibaya. Tafuta serviette 2 wekelea hapo. Ukiuma unachukua serviette unafanya hivi. Hapo hivi. You enjoy. Kwa sababu ni kazi ya mikono yako. Bwana asifiwe. Some of us, we don't know how to enjoy what we do with our work. The Bible says that find satisfaction, find fulfillment in it. It is good once in a while to go and buy a good dress for you. Wacha kufika kwa duka ya nguo, unauliza, ukiambiwa ni pesa ngapi, unajishika hapa. Sema, unatoka huko umejishika hivi karibu gongwe na motorbike hapo kwa mlango ya duka. Bwana asifiwe. Wacha tuachane na hiyo mambo. When you do this, you realize that our labor, though sometimes it may seem repetitive, mambo ambayo tunafanya kila siku, when we enjoy it, it doesn't become hard, because God makes everything beautiful in its own time. And even your job and your field, whether you are parenting, whether it is in a small business, whether it is in your ministry, that God makes it beautiful because it is a creation of God. That is the second thing. We are saying that God is the original worker, and that our work has great significance because God has given it unto us. The third thing, and this is what I want to finish with, and this is what I call Christian ethic of work, is that working for the Lord and not for the man. Ya kwamba kazi yote ambayo tunaifanya kama ni kwa Bwana wetu Mungu, lakini sio kwa wanadamu. Wakolosai 3, Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Whatever you do,
Work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. So siku ya leo tunaposherehekea kazi and Labor Day in our midst, tunaweza jiuliza mahali ambapo unafanya kazi, ikiwa watu wote wanafanya kazi venye wewe unafanya, hiyo kampuni ingekuwa imefungwa ama bado inaendelea? Ikiwa watu wote wanafanya kazi kama wewe mahali ambapo unafanya kazi, kwa nini hamusikii hiyo swali? Mahali ambapo unafanya kazi, jiulize, ikiwa watu wote wanafanya kazi venye mimi huwa nafanya, tungekuwa wapi? Na hiyo swali marking scheme amekaa hapa, umekaa. Mwenyako na marking scheme, unaona hapo umekaa ndio wako. Mwenyako na marking scheme. Na Biblia inasema ya kwamba our Christian work ethic should be that our true employer is God. Ya kwamba mwajiri wetu yule ambaye ni kamili ni Mungu. Whether you are a teacher, whether you are a farmer, whether you are a driver, whether you are a cleaner, whether you are a pastor, whether you are a manager, whether you are a transporter, kitu chochote ambacho unafanya, ni vizuri kujua kwamba your true employer is God. That is our work ethics. That whatever you do it with all your heart. Na wakati mwingine tunajua kwamba kazi ambazo tunazifanya hatuzifanyi kwa mioyo yetu yote. Another challenge with that is that God who sees in the secret rewards openly. Na wengine wetu tunang'ang'ana sana ili tuingie kiwango hicho kingine, lakini Mungu ambaye anaingisha watu kwa kiwango hicho kingine anaangalia mioyo yetu. Anaona venye unajipeana ka 10% kwa kazi, unasema hata uliipata hapo, unasema hata haujuagi founder ni nani. Bwana asifiwe. With all our heart, that we give the best to ourselves, whatever you do. Hata ile kazi ambayo umejiajiri wewe mwenyewe, do it with all your heart. Na by the way, ukitaka kujua watu hawafanyagi kazi kwa their heart or their heart, sikiliza tu story wa watu wakienda kazi. Unasikia mtu akisema, in fact, mtu mwingine akitaka kuja kufanya kazi mahali huo unafanya, huo unamwambiaje? Si unamwambia hata wewe ni mahali pengine umekosa. Yaani ukisikia mtu anataka kuingia ile line huko, unamwambia, "Hey brother, hakuna pahali pengine kwanza unaweza angalia kabla ukuje." Na ni hora aroka. Yaani sasa unamwambia, hata unampigia hiyo simu ukiwa kwa kazi. Hata wakati mwingine hiyo simu unaongea naye ikiwa hapa kwa sababu uko kwa ATM. Mshahara imeingia, lakini unamwambia, "Brother, my sister, unaweza angalia kampuni nyingine kabla uapply hapa." Huyo mtu amesema hivyo, roho yake iko wapi? Haiko hapo. So there is another motivation that keeps you hanging around there. The motivation should be with all your heart, as working for the Lord and not for human masters. And therefore, when we do this with all our hearts, we are not just doing a job, but we are fulfilling a divine assignment. Let me tell you, the secret of fulfilling the divine assignment is not your job title. It's not how much you get from that job, but it is how much you pour your heart into it. Because it is unto that you find fulfillment, and also you fulfill the divine assignment. And working is great. You see, when Jesus came here on earth, for 30 years, he was working in a workshop that he inherited from his father Joseph. So he got his hands hard. Alikuwa akitengeneza vitu kwa mbao, alikuwa fundi, akafanya kazi miaka 30. Na wakati, kwa sababu alijitoa kwa hiyo kazi kwa moyo wake wote, wakati aliingia katika huduma kwa miaka 3, alifanya kazi kwa bidii. Unaweza imagine wale watu wote Yesu aliponya, all the miracles that he did, all the teachings that he did, mambo ambayo yanasemekana kwamba yakiandikwa hayawezi toshea kwenye vitabu vya dunia hii. He did it in 3 years. Why? Because for 30 years he had poured his heart as a carpenter into that which his father was doing.
when God looks into our hearts, does he find genuinity in pouring ourselves into that which we do? Now, when we view work in this way, 3 things will happen. Number 1, tukiona ya kwamba, tukirealize ya kwamba our employer, our true employer ni Mungu, mambo ya tatu yatafanyika. Jambo la kwanza, we will reject all form of laziness and mediocrity. If we realize that kazi ambayo ninaifanya, mwajiri wangu halisi ni Mungu, nitakataa uvivu. Nitakataa kuingia kwa ofisi, nina hang koti, alafu ninaenda mtaani. Kwa sababu ninajua ni nani mwajiri wangu wa kweli, ni Mungu. And it is my prayer that God may arouse the spirit of hard work in our midst, so that we can be satisfied by what we do. Number 2, if we view work in this way, we will not just reject laziness, but also we'll be able to serve with joy, knowing there is a heavenly reward. Can you imagine when you walk into a hotel, unakutana na waiter ambaye anajua mwajiri wake sio mwenye hiyo hoteli, lakini ni Mungu. Huyo waiter anakuserve na smile nyingine hapo mpaka unamwambia mpaka ukikuja ukisikia unamuuliza ni siku gani unakuaga off, nisikawahi kula kwa hii mkao, kwa sababu I cannot come here when you are not there. Sijui kama umeenda mahali ukasaviwa na mtu mwenye hajui mwajiri wake ni Mungu. Unashindwa ni shida gani nililete hapa? Mpaka unaenda ukisema na watu wanakuaga na shida hii dunia. Unaona huyo mtu wenye unafikiria ni sisi yako na shida na yeye. But when you know that God is your true employer, you serve with joy, knowing that you will not just receive a salary at the end of the month, knowing that you just not receive a wage. Ukijua tu ya kwamba katika shamba hilo unafanya sio tu kuvuna utavuna, lakini kuna baraka ambayo imekusubiri. There is a heavenly reward for those who pour their heart into that which they do. And that, if we realize that we work for God and not for man, we will be able to respect others' labor and become advocates of dignity for all work. Ya kwamba tutaheshimu kazi za watu wengine, kwa sababu tunajua kwamba jinsi ambavyo sisi tunaajiriwa na Mungu kufanya kazi ambayo ninaifanya, hivyo ndivyo huyo mtu mwingine ameajiriwa na Mungu kufanya hiyo kazi nyingine ambayo amefanya. Kwa nini huwa tunadharau kazi za watu wengine? Ni kwa sababu hatujajua ni nani mwajiri wa kweli. Bwana asifiwe. Usipojua mwajiri wa kweli, utadharau hao watu wengine ambao wanafanya kazi. Lakini ukijua mwajiri wako ni Mungu, utajua kwamba hata huyo mwingine anamfanyia Mungu kazi, na kwa hivyo utaiheshimu kazi ya mikono yake. On this Labor Day, as we come to the end, I just want us to take a moment and thank God for the strength and opportunity to work. Kuna watu wengi sana ambao wanaweza penda kuwa na nguvu na nafasi ya kufanya kazi bila kujarishwa ni kazi gani, lakini hawana. Wengine ni wadhaifu katika miili yao, wengine hawana mawazo ambayo yanaweza fanya coordination ya kazi, and they are not in a position. But you and me, God has given us an ability. Even if you are a student in school, God has given you the mind and the ability and the capacity. Na pia wazazi ambao wanaweza kupeleka shule ufanye kazi ya kusoma. Just take a moment and thank God for the strength and opportunity to work. As we lift up our thanksgiving to God, also ask Him to establish the work of your hands. Abia Bwana ya kwamba ningependa uithibitishe kazi ya mikono yangu. Commit also to work, not just for income, but for an impact. Usifanyie tu kazi mshahara, lakini fanya kazi ili you leave a legacy. Uweze kuguza maisha ya watu wengi, uweze kuleta mabadiliko, uweze kusaidia watu, sio tu kujisaidia wewe mwenyewe. Let us also remember those who are seeking work, unemployment, those who feel burned out, and those who feel their work is invisible, that God may favor them and give them rest in the name of Jesus. Heavenly Father, we are grateful for we are more than workers. We are co-creators with you. Every nail that is driven, every meal that is cooked, every child that is taught, every boda that is ridden, every soul that is ministered upon,
it contributes to the growth of your kingdom here on earth. Na kwa hivyo Bwana, tunakushukuru tunapoendelea. Tuombe ya kwamba ukatushibisha na mema yako, upendo wako ukawa mwingi, na kazi yetu ikawa ni sehemu ya ibada katika maisha yetu, isiwe ni mzigo lakini iwe ni baraka katika maisha yetu. Tukijua kwamba kazi nzuri ambayo tunaifanya inaleta ukombozi katika ulimwengu huu. Father, even as we speak to our nation this day, as we celebrate this Labor Day of the year 2025, we pray that God, there will be a call to honor work with justice, with fair wages, with safe conditions of working, and respect for every worker, even as we reflect the image of God, who is the greatest of all laborers. Lord, we bless the work of our hands. Let our labor reflect your glory. And may we never forget that we are co-workers with you. Help us to work with integrity. I pray for every membership of this congregation and our parish. The Lord, even at this very Labor Day, we shall rest with faith. We shall serve with joy. For this is our humble prayer of faith. In Jesus' name. Amen and amen. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. I'll be somewhere working for my Lord. I'll be somewhere working somewhere, working somewhere, working for my God. Working somewhere, working somewhere, working somewhere, working for my God. We continue with a responsive litany. O God, you worked to create the heavens and the earth. You saw all that you made, and it was very good. As part of your work, you formed us from the dust and breathed into us the breath of life. You made us in your image and gave us work to do. For farmers, builders, engineers, teachers, and all who labor with skill. We give you thanks, O Lord. For those who clean, serve, and care for others unseen. We give you thanks, O Lord. For fair wages, safe conditions, and dignity in work. We pray to you, O Lord. For all who are unemployed, underpaid, or exploited. Lord, have mercy. For rest, Sabbath, and balance in our lives. Christ, have mercy. We continue with intercession, prayer for those at risk due to the nature of their work. Heavenly Father, we lift before you all who serve in roles of danger and sacrifice, doctors and nurses tending the sick and wounded, police officers keeping peace, military personnel defending our nations, firefighters braving flames, and night guards watching over our communities in the stillness of the night. Grant them courage in the face of uncertainty, skill in their duties, and peace in their hearts. Surround them with your protection and bring them safely home to their families at the end of each day. May their service be a reflection of your love and justice in a broken world. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Prayer for those who work for justice. God of justice and righteousness,
we thank you for all who labor in pursue justice, lawyer, judges, advocate, magistrates, and those who defend the light of voiceless. Grant them wisdom to discern truth, integrity, to stand for what is right, and compassion for all who seek fairness and dignity. Strengthen them with the path in its hand, and uphold them when the weight of justice feels heavy. May their work reflect your kingdom value, where mercy and truth meets, and justice and peace embrace. In the name of Jesus Christ, our righteous judge. Amen. Prayer for the unemployed. Gracious Lord, look in favor upon who suffer due unemployment and even unemployability, all who possesses various skills, knowledge, and zeal for work but cannot find jobs. Strengthen their resolve to keep trying, and more so to find alternative jobs that are sufficiently rewarding and equally fulfilling. Grant understanding, sympathy, and greater affection to family members, so that relationships will not be torn apart and family not destroyed by matters of material concern. Grant these our prayers for the sake of Jesus Christ, who himself was a carpenter in Nazareth. Amen. Akinita nitaitika, akinita nitaitika, akinita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana. We continue with the prayer for workers. Heavenly Father, we come before you today with grateful hearts, lifting up every worker in our midst and across our nation. Thank you for the gift of work, the ability to create, build, serve, teach, heal, and grow. We declare your divine favor upon every worker. May door of opportunity open wide, and may their efforts be met with success and honor. Lord, we ask for your protection over every workplace. Keep all workers safe from harm, physically, emotionally, and spiritually. Guide every worker in the wisdom and discernment. We pray for your abundant provision, O God. Supply every need, financial, emotional, and spiritual. Where there is lack, bring overflow. Where there is hardship, bring relief. Where there is uncertainty, bring stability. May the labor of every work hand be fruitful, yield good result, bring joy, and making a lasting impact. Let every seed sown in diligence reap a great harvest. May dreams turn into plans and plans into achievement. Father, we also pray for expansion. Enlarge the territory of your people. Increase their influence, their opportunities, and their capacity. May business grow, careers advance, and vision come to life. Let each worker know they are part of something great, working not only for man, but unto you. Bless the work of their hands, renew their strength daily, and let your presence go with them in every place they labor. In Jesus' name we pray. Amen. Calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. I'll be somewhere working for my Lord. Gracious God, on this Labor Day, we pray for the safety and well-being of all workers in fields and in factories, offices and schools, hospitals and home on the roads and in the air.
Protect them from harms, shield them from exploitation, and preserve their bodies and minds from exploitation and injustice. May workplace be an environment of respect, fairness, and purpose. Provide rest to the weary and hope to those in hardship. Remind us always that in our work we reflect your image and share in your ongoing work of creations and care. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Let us all join our prayer. God, our Creator, you have blessed us with the gift of work. As we read this praise, help us to serve you and one another with joy. Strengthen us in our labors. Give us rest to our souls, and lead us always in the ways of justice and peace. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Amen. For this juncture, I'm going to kindly request we be upstanding and be given hymn number 119, Take My Life, as we bring our offering and thanksgiving for work and for business. So 119, Take My Life. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Take my hands, let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee. Take my silver and my gold, not a man to I withhold. Take my intellect and use every power Thou shalt choose. Take my silver and my gold, not man to I withhold. Take my intellect and use every power that Thou shalt choose. Our God and our Father, we are grateful for the gift of work, O Lord. Thank you, Father, because it has been a source of our livelihood, O God. And thank you for reminding us, O God, that in every day that we are going to work, we should report to you, O God, as our Emperor, King of all the glory. Now, Lord, you have given us, O God, so much, O God, and we bring a part of it in your house, O God. Bring, Father, that you may receive it, O God, as a worthy sacrifice before you, Lord. But, Father, we pray that, Lord, is going to speak, O Lord, for the work, O God, that you have given us, King of all the glory. Lord, our Father, as we get out of this praise, O God, Lord, may we be refreshed, O God, and strengthened, O God, even to work more, our Father, for you. In the name of God, the Father, Son, and the Holy Spirit. Father, we also want to thank you for these your servants who have come before your presence with thanksgiving in their hearts. You also want to join together with them, with those who have given their offering and their thanksgiving online. The Lord, together you may continue to cause there to be blessedness in the works of their hands, that you may cause your mighty covenant protection over their lives. As we receive this thanksgiving upon this altar, we do so that it can be received in the heavenly sanctuary, where our blessings flow. We speak a blessing over their lives in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. Wae wangu
sadaka ya daima twae sana siku zikutukuze Mungu. As we remain standing, as we come to the end of our service, we wish you all the best this Labor Day. Just to bring to our notice that we are getting into the month of May. We are already here, and this will be our mission month. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba wakati ambapo ratiba ya mambo ambayo tutayafanya katika umisheni itakapotolewa, tukubali ya kwamba tutajitoa kwa njia kubwa sana. Tutakuwa na mambo mengi sana. Kati ya hayo mambo tutafanya usafi katika maeneo yetu. So on Saturday, kindly book your diary. Not this Saturday, 10th. We'll do cleaning in our hospital, in the police station, and around the town. Kwa hivyo tunawaomba nyinyi pamoja na watoto wetu ambao ni wakubwa wa Timothy kwenda juu, and our youths, let us encourage them tuje kanisani. We meet here at 8. Nitakuwa na hii apron yangu, inafanya kazi nyingi. Pia siku hiyo nitakuwa nikitembea nayo town nikiokota makaratasi. Na tafadhali between now and Saturday, ili utupunguzie kazi. Ikiwa wewe ndio unaenda ukiangusha makaratasi, plastic papers, tafadhali usifanye hivyo, tutakuwa na kazi nyingi. So tupunguze ili yenye itakuwa imetupwa na watu wengine tuiokote yote. Kwa hivyo we have a lot that is lined up. Those are just one of the things that we shall also do. Also on that Saturday in the evening we shall have a revival fellowship at Karoa. Ni wangapi wako hapa na hawajui pari Karoa iko? Hawajui enda Karoa? Mkono juu vizuri. Na tuko church. So when tu mainua mkono sema mimi ile Saturday nyingine nitaenda Karoa. So it's good. It's a very beautiful place, Jacaranda Estate, and we have a wonderful speaker. So let us just create that day ya kwamba itakuwa ni umisheni. Masaa asubuhi tukuje tufanye usafi, and then in the afternoon we go for a revival service in Karoa. And then on Sunday, the 11th, we are climaxing our mission month, a week. So we come also prepared to give support to that work. Now this month, we shall have a visitor in our midst, Reverend Faris. Reverend Faris is a priest in the Diocese of Thika, and through the wisdom of the Standing Committee of Synod, the Bishop, there is an exchange program that is happening, and therefore there are a number of priests and clergy who have gone out of their working station to a new station for the whole of the month of May, so that they can have an exchange program. So Reverend Faris is coming here to experience our ministry and also to bring the blessing that God has endowed into him. Na kwa hivyo, tukiwa tumesimama hivyo, nitampatia nafasi tuweze kusikia sauti yake, na najua kwamba pia atakuwa wa baraka katika maisha yetu. Karibu sana mchungaji. Thank you, Ben. I'm Faris Kamau from Gatanga. I love Christ as Lord and Savior. I'm popularly known as Biashara Gumu. I work for the Lord. May God bless you. Amen. So ukisahau kabisa venye amesema naitwa, ukikutana naye msalimia biashara. Mwambie biashara. He's at home. So thank you so much, mchungaji. Karibu sana in our midst. Thank you for the pastoral team, for the great ministry, for our pastoral team. For the praise team. God bless you for the ministry today. Let us say a prayer as we come to the end. Heavenly Father, we are grateful for giving us an opportunity to come and experience this Labor Day church service. We truly honor you for such an invite that you have given unto us, an opportunity. We don't take it for granted. No, Father, we pray that you may give us strength for the labor of each day. You may give us joy in our accomplishment, compassion in your rest, and hope in your striving, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you, remain with you, and bless the work of your hands, now and forevermore. Amen. And now go in peace to love and serve the Lord in your work and in your rest. Thanks be to God. When he calls me, I will answer. Will be our recessional chorus. As we march there outside, we can have, this is a very special service, so we can congregate there and have a group photo. I know itajaribu kutokea vizuri hata kama watu wengine wako na apron, tutaona tu venye itatokea, but we can have a group photo. So Newton, you can organize for that.
When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. When he calls me, I will answer. I'll be silent